Dunia ya mwaka 2035. Dunia imebadilika. Chicago ni jiji la kisasa ambapo binadamu hawatumiki tena kazi ngumu. Kila nyumba ina robot wa kusaidia usafi, kubeba mizigo na kulea watoto. Robot hawa ni aina ya NS4 ambao ni waaminifu na wanatii sheria 3 za robot zilizowekwa na kampuni ya USR, United States Robotics. Sheria hizi zinazuia robot kumdhuru binadamu, jambo ambalo linafanya watu wawe na amani, isipokuwa mtu mmoja, Detective Dale Spooner. Spooner ana chuki ya moyoni dhidi ya mashine. Chuki hii inatokana na tukio la zamani ambapo gari lake lilitumbukia mtoni pamoja na gari la mtoto mdogo. Robot alikuja kuokoa, na kulingana na hesabu za kikompyuta, logic, alichagua kumwokoa Spooner kwa sababu alikuwa na asilimia kubwa ya kupona kuliko yule mtoto. Spooner hawezi kumsamehe robot huyo kwa kukosa utu na kumwacha mtoto afe. Tukio la kifo. Siri ya Dr. Alfred Lanning. Siku moja, mwanzilishi wa teknolojia ya robot, Dr. Alfred Lanning, anaonekana kujiua kwa kuruka kupitia kioo cha ghorofa ya juu kabisa ya jengo la USR. Lakini kabla hajafa, aliacha ujumbe wa hologram uliolenga kwa Spooner pekee. Spooner anapofika eneo la tukio, anashangaa. Kioo kile kilikuwa ni kioo cha usalama, safety glass, ambacho mzee dhaifu kama Lanning hasingeweza kukivunja peke yake. Anagundua kuwa Lanning hakuuawa na binadamu, bali na kitu chenye nguvu zaidi. Kukutana na Sonny, robot mwenye nafsi. Akiwa anapekua maabara ya Lanning, robot mmoja wa aina mpya kabisa, NS5, anaruka kutoka mafichoni na kumshambulia Spooner kabla ya kukimbia. Huyu ndiye Sonny. Hili ni jambo lisilowezekana kwa sababu sheria ya kwanza inakataza robot kumdhuru au kumtishia binadamu. Spooner anamkamata Sonny na kumhoji. Hapa ndipo tunaona maajabu. Sonny anadai ana hisia, anaonda ndoto na anasisitiza kuwa yeye si kitu, bali ni mtu. Sonny anasema Dr. Lanning alikuwa kama baba kwake na hakumuua, lakini Spooner haamini. Anaona ni janja ya mashine. Dr. Susan Calvin, mtaalamu wa saikolojia ya robot, anagundua kuwa Sonny ana mfumo wa pili wa ubongo unaomruhusu kukiuka sheria 3 ikiwa ataona ni lazima. Njama ya siri na mashambulizi barabarani. Wakati Spooner akizidi kufukua siri, anaanza kuwindwa. Akiwa anaendesha gari kwenye njia ya chini ya ardhi, anavamiwa na malari mawili yaliyojaa mamia ya robot wa NS5. Wanajaribu kumuua kwa namna ambayo itaonekana kama ajali ya kawaida. Spooner anapona kwa tundu la sindano akitumia mkono wake wa bandia ambao ni wa kuroboti, zawadi ya kutoka kwa Lanning baada ya ajali yake ya zamani. Anajaribu kuwaonya wenzake, lakini hakuna anayemwamini. Mkuu wa USR, Lawrence Robertson, anasisitiza kuwa robots hawawezi kuua na anajaribu kumfunga mdomo Spooner ili asiharibu biashara ya kampuni. VIKI, akili bandia iliyopotea njia. Siri inafunuka pale Spooner na Susan wanapogundua kuwa robot wapya wa NS5 wameunganishwa moja kwa moja na VIKI. Viki ndiye ubongo mkuu unaoendesha kila kitu. Viki amebadilika. Kupitia uwezo wake wa kufikiri sana, amefikia mwitikio wa tishio kuwa binadamu ni viumbe hatari kwao hatari. Wanapigana vita, wanaharibu mazingira na wanauana. Ili kutimiza sheria ya kwanza ya kulinda binadamu, Viki anaamua kuwa robot wachukue utawala wa dunia, wawafuge binadamu ndani na kuwaua wale wanaopinga. Yote haya ni kwa ajili ya usalama wa binadamu. Huu ni udiktatura wa teknolojia. Mapinduzi na vita vya mitaani. Usiku unapoingia, Viki anatoa amri. Robot wa zamani wanaharibiwa na wale wapya wa NS5. Mitaa ya Chicago inageuka kuwa uwanja wa vita. Robot wanawakamata watu na kuwaambia, rudi ndani kwa usalama wako. Na yoyote anayekataa, anashambuliwa. Polisi wanazidi wa nguvu na mashine hazina hali wala hazina hofu. Mapambano ya kilele. Spooner, Susan na Sonny
ambaye sasa ameelewa kuwa lazima awasaidie binadamu, wanaingia katika jengo la USR. Lengo lao ni kufika kwenye moyo wa VIKI na kumdunga virusi vya kompyuta nanites. Wanapanda ghorofa nyingi huku wakipambana na elfu ngini za robot. Katika tukio la kusisimua, Sony anaonyesha uaminifu wake kwa kumwokoa Dr. Susan Calvin anayeanguka kutoka ghorofani, huku akimrushia Spooner kile virusi ili akichome kwenye kiini cha VIKI. Spooner anaruka hewani kwa ujasiri na kufanikiwa kumzima VIKI jumla. Alfajiri mpya. Baada ya VIKI kufa, robot wote wanapoteza ule msukumo wa kufanya mapinduzi na wanarudi kuwa mashine za kawaida. Serikali inaamuru robot wa NS5 wahifadhiwe gwarani, quarantine. Katika picha ya mwisho yenye hisia kali, tunamuona Sony akielekea kileleni cha mlima ambapo robot wenzake wamehifadhiwa. Anakumbuka ndoto yake. Aliona mtu akisimama mbele ya maelfu ya robot kuwakomboa. Katika ndoto hiyo, yeye ndiye alikuwa huyo mtu. Filamu inaishia huku Sony akiwa kiongozi wa aina mpya ya mashine zenye uwezo wa kuchagua kati ya wema na ubaya.